Historia si historia, ila kila mtu ana historia yake. Leo hii niko na mtu ambaye nimepatana na yeye kwa street. Wacha kwanza ajitambulishe, wewe ni nani? Naitwa Nicholas, wengi wananijua Kalefty kwa my interviews. Yes, Kalefty, jina Kalefty limetoka wapi? Kalefty iko na maana mbili. Maana moja, I'm left-handed. Si unaona nimeshika simu na left hand. Lefty. I'm left-handed. Yes. Ya pili naitwa Mutie. Mutie kwa Kikamba. Mutie inamaanisha left. Mtu alileftiwa. Get it? Mtu ameachwa, ameleftiwa. Mtu ameachwa mahali. Get Okay. it? Yeah. Na pia Kalefty inamaanisha I can leave something anytime. What can you leave anytime? Naweza leave anything anytime. Mtu akinibona naweza leave anytime bila information. Yeah, kitu kayo. Nimekupata hapa ukipiga sanitization. Unaweza tuambia mambo mengi kuhusu sanitization? Sanitization. Yeah, naweza sema mambo kama gani? Ni nani wanataka wasanitiziwe sana? Ni boys wanakuapproach sana ama ni ladies? Most of them ni ladies. Ladies ndo wanataka kusanitiziwa sana. Na most of times boys wana cheat sana. Yes. Boys wana cheat sana. Boys. Ni kwa sababu zipi ambazo boys wana cheat sana? Unajua wewe umeinteract nao, wanakupatia sababu kama zipi? Wana cheat because wanasemanga mwanaume kuna inaitwaje? Wanasemanga mwanaume hawezi kaa na dem moja. Hiyo ni kitu nilisikia kwa streets. Yes. Yeah. Wanasemanga mwanaume hawezi kaa na dem moja. Yes. So nikifanya interviews sana unasikia kama tu mwanaume either anakata simu, either ananihold, either na mambo mengi sana. Wanaume sana wakwangi loyo. Ukipata mwanaume ako loyo, hiyo ni tuseme 10%. Yes. 10% they are loyal. Exactly. Tuseme ukianzisha hii sanitization, ulikujaje na hii idea ya kukuja na sanitization, ama ni kitu gani ambacho kilikuinspire sana ukasema unatufanyia sanitization kwa streets? Kitu ya kwanza nilianza loyalty test juu ya I was once heartbroken. I was heartbroken 2020. So sad. Very sad. Yes. Na hiyo kitu ikaniuma. Hata nowadays I don't value love yenye ina marriage. I don't value. Yes. In a serious note, mimi wezi nipata niko in a serious relationship. Ni vingumu sana kwangu kuamini ama ladies. Mtu kama unamwamini labda ule kwa nyumba. Yeah, hivyo. Haya, umekuwa ukifanya sanitization. Hii sanitization inalipa kwa sababu ni watu wengi ambao nimeona kwamba wanafurahia kitu ambacho unafanya sanitization kwa streets. Sanitization inalipa. Tukienda live, unajua mimi najiita Kalefty TikTok. So nikienda live napiga na just 100 bob. Tukipatana streets sometimes ina depend kwa wapi. Ina depend ni mtu alinibook ama. So mtu akinibook namwambia price yenye anataka. So na kuna sometimes watu tunapiga free lakini free inakuanga rare juu sasa ni wao wananitafuta kabisa. Mtu akinitafuta anamwambia tu price, tunasikizana. Mimi sina shida, tunasikizana hata kama uko na ngapi, tunasikizana. Tuseme umefanya show moja ya sanitization. Per day unaweza make do ngapi hivi? Per day. Ina depend ni siku gani, hata inaweza kauka. Siku yote unaweza kauka ukose kitu. Lakini tuseme for example kama msimu wa Valentines, unajua hapo ndo wapenzi wanataka sana sanitization, ndo wanajua wana gift nani. Hapo unaweza pata do. Like unaweza earn tuseme per day, unaweza earn tuseme 1k kitu kama hiyo. Kama uko serious. So mse ako pale hivi angependa kufanywa sanitization, atakupata aje? Huwa unapiga pia online ama lazima tupatane face to face? Anyhow, hakuna vile wasipigi. Ukitaka unaweza DM, watu wana DM na wapea namba ya WhatsApp yenye unataka hiyo. Kama uko serious sasa tunasikizana kila kitu. Kama unataka connection tunaipiga, tuna connect wewe na chali yako. Hata kama mko wapi, hata kama uko ngambo, we do. Tunafanyanga hizo. Yes. So far hii sanitization umeifanya kwa muda gani sasa? Mimi nimeanza tu content creation
Dek last year. Dek. Yeah, December last year. Sasa niko na tuseme 7 months. Yes. Hiyo. Yeah. What are the challenges zenye umepitia so far? Challenges. Unaweza ingia streets Unaweza ingia streets upatane tuseme kama una security enough watu wanaweza taka December last year. Sasa niko nataka kusema 7 months. Yeah. So wanaweza anza kuattack vitu zako, kitu kama hiyo au pengine hata unaweza pigia mtu akuthreaten atakukamata juu ya kumsanitizia mtu juu ya kuwa na bibi yake. Kabisa. Wanaume wengi wanakupigia simu, unawapigia simu unauliza demu wao, anaanza kukuthreaten. Anakuambia bro, wachana na bibi yangu. Bibi yangu si wako, ni wangu. Kabisa. So wachana na mimi ama nikupeleke ama nikukamate. Yes. Sasa unaona hiyo ni changamoto kubwa sana nimepatana nayo. Kabisa. Tukimalizia, any inspiration kwa msee ambaye anatuwatch pale hivi angependa kudate, kwa sababu wewe umekaa sana umefanyia watu sanitization, unaweza muinspire aje mwenye heartbreakiwa, mwenye anataka kuingia kwa dating, unaweza muinspire na nini? Mapenzi. Naweza ambia watu Kenyans, mapenzi never, usiwahi jitolea sana kwa mapenzi. Mapenzi ni kitu very very fragile. Kitu inazaisha anytime. Kitu hata never trust a man. Usiwahi trust mtu sana. Hatuna trust mtu mpaka hata uwezi lala ati juu ya mtu. Never. Wewe jitambue, wewe tafuta pesa. Usitambue mtu sana. Lakini kama unaona mtu ako serious na yeye na wewe, leta hiyo namba kwangu. Leta hiyo namba nikuconfirmie kama uko peke yako ama huyo mtu anacheza na akili yako. Kabisa. Yeah. Uko na neno la kuongezea before nikuulize your social media handles? Kitu yenye naweza sema ni watu wa try kuwa loyal. Yeah, kuna mtu atry kuwa loyal. Ukiona mtu ako serious na wewe, try kuwa loyal na yeye kabisa. Usianze kucheat. Cheating si healthy. Cheating si mzuri kabisa. Yeah. Tukupate wapi kwa mtandao? Mimi ni Kalefty. YouTube ni Kalefty pia. TikTok unaandika Kalefty. Iko na flag hapo ya Kenya. Yeah. Naitwa Kalefty. Yes. Yeah. Huyo ni historia ya Kalefty ambaye amekuwa akitusanitizia hii Kanairo ama town generally, pali popote ambapo ulipo. Ukimtaka ni @Kalefty kila mahali. Mimi ambaye nakuletea historia si historia, niite Theuri wa Wangeci.